kwa ajili ya watu wako. Tujenge kanisa la Mungu. Tuangalie mtu mwingine. Kuna mtu anaitwa jemedari hapa, na Biblia inasema huyu jemedari alikuwa na mtu mgonjwa. Mfanyakazi wake alikuwa mgonjwa na alikuwa karibu kufa, ndivyo Biblia inasema. Ndio uangalie katika Luka 7 mstari wa 5. Inasema hivyo. Na Biblia inasema huyu alipoona atakufa mfanyakazi huyu wake, aliwatuma wazee. Hawa wazee wakaenda kumwambia Mungu kupitia sasa Bwana Yesu, huyu ametutuma uponye huyu mtumwa wake. Huyu alikuwa bwana mzuri. Kuna watu ambao wakiwaajiri watu kazi, hata akiona akiwa na shida. Kuna hata kwingine nimesikia mtu anaambiwa hapana, huyu ni kujifanya anajifanya, au mshughulikii. Lakini yule, wacha tuone alimshughulikia na nini kilitokea. Nini kilisababisha Yesu akamsikia? Biblia inasema huyu alikuwa amependa taifa na akajenga sinagogi. Sinagogi sasa wakati kama tunasema ni madhabahu ya Mungu, kanisa. Alikuwa amewajengea mpaka wakamwambia Yesu, huyu anahitaji. Huyu anahitaji kwa sababu mtu kutujengea kanisa. Na vile watu wanapiga kanisa kujengwa, huyu alijua hekalu inafaa kujengwa. Hata kama alipenda taifa, alilipenda na akapenda mpaka nyumba ya Mungu, akawajengea. Ni watu wangapi wako na ile juhudi, that zeal that you can even construct a church alone? Ingawa nimeona ukisikia kuna mradi wa kanisa, huwa unaweza kujitolea kwa sababu ile miladi Mungu aone na atakukumbuka. Na nakwambia yule aliweza kuhurumiwa. Yesu hata akaanza njia kwenda, akatumana akasema kwa nini anakuja na sifai. Ona unyenyekevu. Mtu ambao uko na ile juhudi, hata ananyenyekea, anasema mimi ninajua Yesu uko na nguvu. Mimi pia niko na watu